Karibu Snow Story Life. Kaa nami nikusaidie kupata mwanga mpya katika ulimwengu wa kisasa na utajiri. Leo nataka nikueleze jambo ambalo linaweza kukukasirisha, lakini ukweli haujawahi kuomba ruhusa kabla ya kuumiza hisia. Dunia imekufundisha jinsi ya kupata pesa, lakini haijakufundisha jinsi ya kubaki nazo. Dunia imekufundisha jinsi ya kushinda, lakini haijakufundisha jinsi ya kuendelea kuishi baada ya kushinda. Na ndiyo sababu historia imejaa watu waliopata utajiri, lakini imejaa wachache waliouhifadhi. Nguvu ya mafanikio ya kwanza. Utajiri ni mchezo wa kunusurika. Mwanafalsafa wa fedha angekwambia kinyume cha utajiri si umaskini. Kinyume cha utajiri ni kutolewa kwenye mchezo. Fikiria hili. Jesse Livermore alikuwa mmoja wa wafanyabiashara wakubwa wa wakati wake. Alipata utajiri mkubwa. Aliwahi kuwa tajiri kuliko watu wengi waliokuwa karibu naye, lakini mwisho wake ulikuwa wa huzuni. Kwa nini? Kwa sababu kupata pesa na kuzihifadhi ni michezo miwili tofauti. Historia ya pesa imejaa watu waliopanda, lakini si wote waliobaki juu. Swali ni hili: je, unajifunza kupata pesa au unajifunza kuishi nazo? Nguvu ya mafanikio ya pili. Muda ndio mungu wa utajiri. Watu wengi wanaabudu kasi, lakini utajiri unaabudu muda. Warren Buffett ni ushahidi wa hilo. Dunia inaona mabilioni yake, lakini dunia haioni miaka zaidi ya 70 ya compounding. Mti mkubwa haukui kwa sababu ya mvua moja, unakuwa kwa sababu ya misimu mingi, na utajiri nao ni hivyo. Watu wengi wanataka matokeo ya miaka 30 ndani ya miezi 30. Hapo ndipo wanapoanguka. Je, unasubiri ya kupanda mbegu ambayo kivuli chake utakiona miaka mingi ijayo? Nguvu ya mafanikio ya tatu. Hatari haiko pale unapoiangalia. Dunia ilimwona Ray Dalio akiwa bilionea, lakini kabla ya hapo alipoteza karibu kila kitu. Na baada ya kupoteza kila kitu, alisema jambo la ajabu. Aligundua kwamba adui mkubwa wa pesa si soko. Adui mkubwa ni kuamini kwamba huwezi kukosea. Hiyo ndio sababu falme nyingi zimeanguka, makampuni mengi yamekufa, wawekezaji wengi wamefilisika. Si kwa sababu walikuwa wajinga, bali kwa sababu walikuwa na uhakika kupita kiasi. Katika ulimwengu wa pesa, uhakika uliopitiliza ni sumu. Nguvu ya mafanikio ya 4. Fedha taslimu ni uhuru uliojificha. Wakati dunia inaona cash kama uvivu, baadhi ya matajiri wanaiona kama uhuru. Kwa nini? Kwa sababu cash inakupa uwezo wa kusubiri, na katika maisha mara nyingi anayeshinda si anayekimbia, ni anayesubiri wakati sahihi. Charlie Munger aliwahi kutumia miaka mingi akisubiri fursa chache, kwa sababu alijua kitu: fursa bora haziji kila siku, lakini zikija zinabadilisha maisha. Nguvu ya mafanikio ya 5. Ukingo wa usalama. Benjamin Graham aligundua siri ambayo dunia bado haijaielewa. Hakuna mtu anayejua kesho, hakuna mtu anayejua soko, hakuna mtu anayejua maisha. Alijenga falsafa ya margin of safety. Kwa lugha rahisi, usijenge maisha yanayohitaji kila kitu kwenda sawa, kwa sababu maisha hayajawahi kufanya hivyo. Na sasa sikiliza kwa makini. Historia haikumbuki waliokuwa sahihi kila wakati. Historia inawakumbuka waliobaki hai muda mrefu wa kutosha kuona muda ukiwapa thawabu. Warren Buffett alikosea, Ray Dalio alikosea, Jeff Bezos alikosea, Elon Musk alikosea, lakini walikuwa na kitu ambacho wengi hawana: uwezo wa kuendelea mbele baada ya makosa. Na huo ndio msingi wa utajiri, kwa sababu utajiri si sanaa ya kupata pesa. Utajiri ni sanaa ya kutokufa kifedha, na labda hilo ndilo somo ambalo dunia ya leo imekuwa ikikosa. Tunafundishwa jinsi ya kuanza, lakini hatufundishwi jinsi ya kudumu. Tunafundishwa jinsi ya kupata, lakini hatufundishwi jinsi ya kuhifadhi. Tunafundishwa jinsi ya kushinda, lakini hatufundishwi jinsi ya kunusurika baada ya ushindi. Ukweli ni kwamba muda hauwazawadi wenye haraka. Muda huwazawadia wale wanaoweza kubaki, wale wanaweza kuhimili majaribu, wale wanaweza kuhimili makosa, wale wanaweza kuhimili tamaa, na wale wanaweza kuhimili hofu. Kwa sababu mwisho wa safari, utajiri wa kweli haupimwi kwa kiasi cha pesa ulichopata. Unapimwa kwa kile ambacho umeweza kuhifadhi, kukuza na kuacha nyuma. Sasa nataka nikuulize swali moja. Kama maisha yako ya kifedha yangepimwa leo, je, umejenga mfumo wa kudumu au umejenga mfumo unaotegemea bahati? Andika mawazo yako kwenye maoni.
Kama ujumbe huu umekufungua macho, bonyeza like. Shiriki video hii kwa mtu anayehitaji kuusikia ukweli huu, na usisahau kujiunga na Snow Story Life kwa kubonyeza subscribe, kwa sababu hapa hatukimbizi pesa pekee, tunajifunza hekima ya kuzidhibiti. Snow Story Life, mwanga mpya katika ulimwengu wa kisasa na utajiri.